Tumsifu Yesu Kristo. Kadiri ya hali zetu na mazingira yetu, tunakuwa na mitindo fulani ya kuishi, kuheshimu na kuthamini. Mtu mwenye viatu vyenye matope akiingia katika barabara ya vumbi sio shida, si ndio? Anatembea tu, sio shida. Lakini akiingia kwenye nyumba yako ambayo chini umeweka vigae vya Italia au vya Spain, unamtazamaje? Akiingia kwenye nyumba ambayo kuna zulia jekundu akakanyaga na matope yake, tunamchukuliaje? Vibaya pia. Lakini inawezekana kama mtu huyo mwenye viatu vyenye vumbi hivi au matope, alafu ana nafasi fulani katika sehemu fulani, kija nyumbani kwako utamwambia avue, na zulia jekundu ametandikiwa yeye, anakanyaga, sivyo? Kulingana na mazingira yale. Lakini haiachi kwamba atachafua ile sehemu, na watu wengine wataumia wakiona ule uchafu ulioingia pale. Viatu vyako ulivyovaa leo, ukienda katika kumradhi maliwato ya hadharani unaingia navyo, sivyo? Ofisini kwako unaingia navyo, sivyo? Lakini kwenye maliwato ya nyumbani kwako hauwezi kuingia navyo, unavivua, sababu pale unathamini namna ile ya uratibishaji na unadhifu wa pale nyumbani kwako. Hapa chini bila shaka kuna mavumbi au kuna vipande vya majani na nini, vipo, havimshtui mtu yoyote. Lakini vumbi lilokuwa hapo chini liingie kwenye jicho lako, unajisikiaje? Kwa shida, sivyo? Kwa sababu jicho halitaki huo uchafu, hata kama ni mdogo kiasi gani hauhitaji. Mapendo, yawezekana tumezoea maisha fulani, tumezoea kuishi katika dhambi fulani, tumezoea kuishi katika uchafu fulani, na pengine katika mazingira yetu haitupi shida. Unasema si mimi na maisha yangu, mbona hata fulani anafanya, mbona hata mwingine anafanya hivyo? Lakini yote tuyafanyayo yanachafua utakatifu wetu tuliotakaswa kwa moto na kwa ishara ya maji wakati wa ubatizo wetu. Mungu ametuweka tumekuwa safi kabisa siku ya ubatizo wetu. Dosari yoyote inakuwa kero kwa matakatifu na utakatifu ambao upo ndani mwetu. Tunapewa siku 40 hizi za kujitathmini. Je, tunaleta furaha na amani ama tunaendelea kuwa kero katika utakatifu tuliopewa wakati wa ubatizo wetu? Zaidi sana makosa tunayoyafanya, udhaifu tulionao, madhambi tunayobeba yanakuwa kero katika moyo mtakatifu wa Yesu. Sisi ni mali yake. Mwito wake kwetu ni kwenda kuufariji moyo wake. Zaidi kabisa tunakuwa kero kwa mama yetu Bikira Maria, tulikabidhiwa siku ile ya mateso pale msalabani. Bwana wetu Yesu Kristo alimwambia mama yetu Bikira Maria, mama, tazama mwanao. Kumbe hakuna mama yoyote kati yenu ambaye anafurahia kumuona mwanae ametapakaa mauchafu, amekula chakula akajipakaza kwenye nguo, alafu baadaye unampigia makofi. Hapana. Tafanya jitihada ili aondokane na ule uchafu. Hata kama yeye mwenyewe hawezi, kuna namna ya kumsaidia aondokane na ule uchafu. Ndicho anachofanya mama yetu Bikira Maria kila mara katika maisha yetu. Anatusaidia kwa jumbe zake mbalimbali ili sisi tusiwe wachafu, maana wajibu wake ni kututazama sisi. Mwana mchafu anabadilika na kuwa safi akimsikiliza mama yake, si ndio jamani? Akimtii mama yake na kufuata mashauri, maelekezo na matendo ya mama anayetenda kwetu. Tafakari yetu pia tukumbushe namna ya kumtii mama yetu Bikira Maria. Yeye kila mara ujumbe wake ni kufanya toba katika maisha yetu. Kila mara ujumbe wake ni kuutuliza moyo mtakatifu wa Yesu na moyo safi wa mama yetu Bikira Maria. Wapendwa, katika mazingira yetu ya kawaida siku hizi tumezoea kuwasikia watu wanaoitwa content creators, sivyo? Watu wa tasnia ya habari daima mmekuwa mabobezi katika kutengeneza maudhui katika nyanja mbalimbali. Kwa nini watu wanatengeneza maudhui na kuyapeleka kwa watu? Anakuwa na pamoja na nia nyingi mbalimbali. Mimi nasema pengine nia hizi zifuatazo. Ya kwanza, kuleta furaha katika mioyo na nafsi za watu, sivyo jamani? Ya pili, kuelimisha au kuhabarisha na kupeleka ujumbe fulani katika jamii ya watu. Na ya mwisho ambao ni ya ndani zaidi ni kujaribu kuleta harmony, kuleta amani, hata utulivu kwenye jamii. Tuna siku 40 za kutengeneza maudhui yetu. Mimi na wewe tujitahidi tuwe content creators na sisi
katika nafasi zetu kwa siku hizi 40, ili maisha yetu yakalete furaha na amani kwa watu, ili maisha yetu sisi, mimi na wewe, yakapeleke habari njema, yakapeleke ujumbe mwema katika maisha ya watu wengine, na ili maisha yetu ya sababu hasa ya Mungu kuonekana katikati ya jamii ya wanadamu. Mwenyezi Mungu na atusaidie. Tumsifu Yesu Kristo.